Against you. Today we are looking at the book of Romans, chapter number 12. No, chapter number 13. Romans, chapter number 13. And I want us to look at submission to the authorities. How do we submit to the authorities? Is it godly or is it a man chain of command? Is it a chain of command that we tell people now you need to do this. This person atanastahili kukaa hivi. Why do we submit? Ni kwa nini lazima tutii? Ni kwa nini lazima kuwe na watu wa kutii na kuwe na wengine ambao wanatii wengine? Na kuwa kuna nafasi mbalimbali, systems za Mungu zinakuwa kuna lazima utapata kuna kiongozi na wakuongozwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu nafanya nini? Aitii mamlaka iliyo kuu. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Hello. Hakuna mamlaka isiyotoka kwa nani? Kwa Mungu. Hata yule wa kuosha choo kama ndiye amepatiwa kifagio ya kuosha choo, hiyo ni mamlaka. Na imetoka wapi? Kwa Mungu. Everybody you see here that is in charge of a program, it is not me who gave that. It is God who used me to tell agnisimamia hapa huyu mama sima. So inasema nini? Kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Ile mamlaka ipo. Yule mtu amepatiwa mamlaka na ako na hiyo mamlaka, ameamriwa na Mungu. It is a God's command. It is not your pastor's command. It is not your supervisor command. It's not your manager's command. It is God that has given that authority. That today Charity is in charge of this department. Today Mwangi is in this department. Today Kemani is in this department. And that department is given to God until such a time it is taken from you, given to another, because you have either qualified or you are either disqualified. There are two ways. When you are qualified, you are given a promotion. When you are disqualified, you are demoted. And it's God who does. So usikuwa ati hapana mimi ndio nilikuwa nikifanya hii sasa ni horeto bara korea ginya ne marajeherire tio marakweheri gutire bara urahurwo ni urimoe naguo ni ujinga otokia ujinga uone Mungu akikupandisha. People are stagnated in positions that they were given to them by God. They are still stagnated. Mtu ako class 1 ameishi class 1 hajayama unataka ureo class 1. Bwana Yesu na yemutumia ni kuongithia reto shosho thaici no kiroto gyaku gikuonagia we class 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Because what? You have been disqualified because you failed in the positions that God gave you. The failure of the positions that God gave you, he failed because ulikosa kuelewa maagizo ya Mungu. Maana kila position Mungu anakupatia iko na maagizo yake. Everything. You should not come cry at you are breaking down. If you are breaking down, you have made a serious mistake. You don't break down. Kama sasa tuulize, kama sasa tuchukue, nikutumie. Sasa huyu nimempatia responsibility about a shoulder on something. You don't cry to God to remove the responsibility because the burden imekuwa kubwa. You ask God to give you more shoulders. A bigger, to extend it so that he can be able to accommodate mizigo yote. Ubebe. You don't run away from a responsibility. You don't cry. Once you cry, what is the responsibility given to you by God? Once a career, automatically you are demoted. Automatically. This is unbearable. I can't. This is too much. Yes, you are telling God. You are not telling anybody. You are telling God this is too much. Oh, you know, you hate them.
negira kawira kake chikana, then you are demoted. Ukaheo kawira ga gukuiganira. Bwana Yesu asifiwe sana. If you find in any organization, instead of promotion, it is demotion, then God is not happy with you. Because you cried. As you are crying because mizigo, maswali imekuwa mingi, mateta imekuwa mingi, communication imekuwa mingi, everywhere, every person is coming for you, asking you, demanding from you, wanting from you, and things are not working, they are not moving the way you should be moving, then you are telling God, I am not capable. Find a capable or a suitable person to come and take over. Bwana Yesu asifiwe sana. And sometimes I ask you a question. Mimi unaonaka ni nani nampatiaka mashida zangu? Because inyuothe cioko cianyu gutire mundu ikioko kiega hapa. Hakuna mtu akona kichwa mzuri hapa. Na yote inakujaga kwako. Unakuta haka anasema hivi, huyu anafanya hivi, huyu yuko huko, huyu yako huko, huyu yako huko. Mumepigana, mumelimana kila kitu. I am here listening and hearing and also feeling what is happening on the ground. Kuna siku hii kanisa inakuaga na Herzegovina. Vita hapa, unaweza fikiria ni Russia na nini na Ukraine. Wako hapa. Watu wabaya unakuta ni kulimana. Hivyo amwasie mwenye mamlaka, hivyo amwasie mwenye kuasi mamlaka, hushindana na agizo la Mungu. Ukiasi huyu nimemwambia ndiye in charge. Sasa na wewe kwa sababu wewe ni mjuaji, ukimuona unamwambia, akikwambia kitu unamwambia wewe ni jeragia na apostle, jeragia na gadia tawe. Anita, umemwasi apostle, umemwasi nani? Mungu. And this is what is causing so many people to have stagnated. Because a small thing, responsibility that was given to you, you disobeyed, you disregarded. And the moment you disregard a small responsibility, God is watching. That is why God is a God of one step to another step. Is one glory to another glory. The glory does not come without an examination. The glory does not come without a test. The glory does not come without a condition. Everything that God gives you, He gives you in a condition. And therefore He's watching over you, looking over you to know exactly what are you doing. I gave you a responsibility. Nilikupatia kazi hii, na hii kazi kweli ilifanyika ama haikufanyika? Ilikosa kufanyika kwa nini? Eti niligililiwa na nani? Na David ndiye alinigilia, nikakasirika nikaenda. You are a failure. David alitumiwa na Mungu kama malaika akuja kutest. Hello. Usione tu shetani ndani ya David. Ona pia Mungu anaweza kutuma David akuja kuchallenge, akwambia wewe na wewe unafikiria una kichwa mzuri wewe. Tutigidagia wana wewe. Tutigidagia wana. Kumbe roho yako, how are you able to handle a pressure is being tested. Sasa wewe unaona nani? Shetani. Yeraba shererere. Nakemea mapepo raka tondori. Wewe unakemea pepo lakini ni Mungu ako ndani ya David. Badala ya kupigana na jambo ambalo linakusudi, sasa umeanguka mtihani, utakuja kesho tena unarudia. Sasa huyu ndiye atatumwa. So God has a way of testing you. God has a way of looking at your integrity. God has a way of seeing what is happening around you. How mdomo yako has he been able to tame mdomo yako? Because mdomo yako inaweza kuwa inaaka kuongea without results. Ukitoka hapa unatoka hapa unasema apostle ni mzuri sana. Ukienda kwa mama kama huyu kwake nyumbani huko unamwambia ni apostle. Ni apostle wake jikaraga ku no kai tuko daithereria. Ni muducio ni murito. Muducio ndungihota. Ona ndungimu understand. Ona ndiwe tutwaranaga ate nake. Ngai ni araguthikiriria. Tondu wagirwo ni ku understand ndungata ya Ngai. Na ti umemenye. Uramenya mutwarana nayo ku. Unataka kunijua tuende na wewe wapi? Apana, understand me and follow what God instructed you to come. When you came here, God instructed you to come here. Because your apostle never wrote, did I write a message to you? Did I ring you? Did I write a letter to you? You all came. There is a way God used you. Kuniona. When you saw that, then you followed it up. Ukakuja hapa. God instructed you, nenda ukasaidia mtumishi wangu. Ulikuja kunisaidia maana mimi ni mnyonge. Kama ningekuwa strong, ningekuwa kudaidia. No, ningekuwa nafanya mimi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ningekuwa najifanyia maana sihitaji kusaidiwa, lakini because I am weak, that is why you are here. Because I am weak, that is why you're here. And you have come with a responsibility in a particular line. You have come with a responsibility in a particular line so that you can support me. Hakuna mtu weak kama mimi hapa. Jesus himself was the weakest of all. Unaimagine mtu ambaye anaitwa ni Mungu. Anakuja pale, anaangalia pale, Kajaka amempeleka bio sana. Anaangalia pale, anaona kemuti kizuri, anajua hali ya matunda. Kufika huko anakosa matunda. Alifanya nini? Alikasirika. Huwezi kulaani bila makasiriko. Huyo jamaa alikasirika mpaka kailaani mpaka today jaisa. You now imagine, that is Jesus. And he is a son. He is the Lord. But he was so angry. Why? Because ya tumbo. Hii tumbo inaleta shida. Na hii tumbo umeona ndio hiyo imeanza kuleta shida. Hata hapa hizo vita zote zinakuaga hapa ni za tumbo, zimetoka kwa tumbo. Ni mahasira, wengine wako na menyogoro zimejaa kwa tumbo. Zimeleta shida, zinataka chakula. Ati nao washinda nao watajipatia nini? Hukumu. Kuna hukumu inakuja. It is not just that way. Zuia mtu ambaye he is supposed to work somewhere na umemzuia na unajua kweli huyu mtu hii ni position yake na unataka kusimama katikati hapo kuizuia, then what will happen? Hukumu itakuja. Itakuja na itakulima. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what the problem. Whenever station ambayo unafanya Mungu amekupatia, watch out on the people that are coming. Kuna watu watakuja, Mungu atakuwa ndiye amewatuma. Kwa sababu anaona wanastahili kuwa in that department. Wachana na wao. Seek God. Muulize, hawa watu ni wewe umewatuma? Mungu ukisikia ni Mungu amewatuma, basi wachana na hao. Waache wafanye ile kazi. Wewe kama wewe ndio mdosi, watakutii. Lakini ukianza kupigana na wao, hawatakutii. Wata work out kuondolewa. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Matendo yako mabaya ndiyo yatakao sababisha watu wakuinukie. Ukiwa kwa hii kanisa kama mfano, tuseme Mwagi hapa, ndio hapa ameanza kuinukia, huyu ameinukia, huyu anapiga, huyu anapiga, kila kitu kinakuja hapa anakipiga. God will raise an army that will fight him. Bwana Yesu asifiwe sana. It is God. Ukiona umeinukiwa na watu wakutaki, si watu, hapana, tiado. Ni Ngai wokeria jeshi ekohure ekonchokie. Ukiona watu wameanza kucomplain about you, most likely God is involved. It is God raising an army. God has a secret army. When in the book of Judges, the children of Israel did evil in the eyes of God. What happened? God handed them over in the hands of the Midianites. Aliwapatiana kwa miaka ngapi? 7 good years. So there is a way that God will release ngaragu wako because of disobeying. There is a way God will cause you to be put to shame. Ufugiwe nyumba ndio uwaibike ndio muite. There is a way because umepiga watu wake. Umepiga watu center left right. Umepiga kanisa mpaka kanisa haiendi in the progress. Maana kuna ile speed hapa tumepagiwa nayo na Mungu. Kuna speed ya kwenda nayo. Na hiyo speed kama Mungu ametupatia hiyo speed, na ukue wewe ndio unazuia hiyo speed, God will cause you to stagnate in the house. Ndio uachane watu hapa, uende ukashughulikia kule nyumbani. God will cause you utoke hapa, uende Nakuru kuangalia aunti yenu mgonjwa. Ukienda huko kusemekana sasa kaa hapa mpaka aunti apone. Na huwezi kufanya otherwise kwa sababu huwezi kuacha aunti na aunti yako peke yake. Kumbe ni uliondolewa wapi? Hapa. Na kukirudi nomo vizuri kupata replacement yako, utaona kule aunti amepona, urudishwe hapa. Na ukikuja hapa utakuja sasa kuambiwa wewe ufagi yake, ule position yako ilichukuliwa na ule alikuwa chini yako. Bwana Yesu asifiwe. That is how God works. God has a way of fighting you. God has a way of containing you. God has a way of limiting you. God has a way of controlling you. Make sure you don't go against what God has planned. Because God will cause a lot of ways. Things ambazo za kukose uanze kulia, usikuwe stagnated. People here are stagnated. People here walikuwa kazi kwingine kampuni fulani, ama walikuwa in department in churches, ama walikuwa in organization, they were leaders, but still today, until today, hiyo position iliondolewa. Sasa wao they are spectators. Yaani ni wafuasi kama wale wengine. Kumbe na mtu alikuwa amewekwa chairman. Sasa si chairman. Ulihamishwa ile kanisa ulikuwa huko kwa sababu ulikuwa kigugumizi.
God will cause you uanze kuona wrongs za pastor. Will cause you as kuwa the head of ushers. Unaonanga tu ubaya wao. Yaani leadership yote ya kanisa unaonanga nini? Maubaya. Sasa mpaka unasema nini unagetekevu ya shamanidi kwenda. I want to go to another church. Alafu unaangalia kwa immediately you make that decision. Apostle Waroigi anaapia. Unasikia venye apostle anahubiri. Unasema huyo niwe mundu wa Ngai wa kahinda gaka. Then unahama church unakuja hapa. Little did you know kula nego dhamio ni Ngai. Mungu ndiye amekutoa huko. Ndio ukuje hapa ukutane na apostle mwenye ambao ni komanda. Hello. Mwenye atabui wewe ni nani? Sasa atakunyenyekeza, utakuja hapa. Wewe ukiwa chairman na uliingia kwa ofisi ukisema I have been a chairman. Mimi ndio nilikuwa, sisi ndio tulianzisha kanisa ya APCQ na I have been a chairman tangu tuingie huko tulikuwa watu 5. Mundu wa Ngai duteire ndugateo wira. Ndugateo, you get the statement number 1. Duteire ndugateo wira. Duteire ndugateo wira. Andu matire ngatho. Ni mundu ucio ndari nginya kiratu nini ndathire account ni yakwa ngiruta mbeca ngimugurira kiratu. Nyumba yake yare ntwamurutire aikaraga mukuru kwa Ruben. Tukimuruta ku tukimutwara Don Home nyumba twamurihire ciringi 35. But ndukateo ndiri ngatho. Mundu wa Ngai uguranya na tigo ndiraturaga. Nyono ngiona hejete uguo ni uria nyariritwo ni ndukateo. Ndimirutire wira ukamenya kumenya uyu ni mukora. Ndaratungataga Ngai aratungataga mundu. Areka maundu macio mothe nigetha akenie mu no ndiokenia Ngai. Ukamenya uyu ni kuika tukuria ni kureherwo wareherwo uhinya hau hangi hatigarite nigetha amenye ti ndungata irutagirwo wira ni Ngai urutagirwo wira. This is the day you started working with God. This is the day you realized that God is in you. When you are become a servant, that is the day you know that you are serving God. We don't serve men. Never come here to serve the man of God. Don't serve me. I have nowhere. Mimi sina biguni yangu nitakupeleka. Mimi labda nikupeleke Rokai ukakule madodo pale. Na ndukikaa na wewe siku 2-3 nitaboeka na wewe nitakufukuza. Lakini our God will not be boyeked with you. Ataendelea kukaa na wewe. Biguni ndio tunaenda. Bwana asifiwe. Si ukae hapa ati ukae boss. Hapa hakunaga boss. Si wote mumiona hakuna boss hapa. Everybody is equal. Bwana asifiwe sana. And that is the most important thing. If for us to succeed, for you to win this battle, you must be a humble person. Because that is one condition that lifts you and makes you to succeed. Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimuogope mwenye mamlaka. Basi wataka usimuogope mwenye mamlaka. Fanya mema nawe utapata sifa kwake. Fanya mema naye atakapo. Wakati ninaendaga nyumbani ama kwenye mlima, nikienda kwa mlima, nikienda kuomba, ninaendaga kuomba, natajaga majina ya kila mtu. Kuna wale natajaga kwa ubaya na kuna wale natajaga kwa uzuri. Nimeandika laini 2. Huyu amenisubua, huyu amenisubua, huyu amenisubua, hiyo laini moja naweka hapo. Na kuna wale wamefanya kazi mzuri. Wale ambao wamefanya kazi mzuri na waombea Mungu awazidishie. Hawa hawajafanya vizuri na waombea Mungu awabadilishe. So I am complaining to God. Nimepeleka malalamiko kwa Mungu. Unafikiria Mungu anafurahishwa na wewe? Every time atakubadilisha, lakini atakubadilisha, atakuletea kiboko. Atakuletea huyu msee, atakufanya huyu msee akuwe bwana yako. Hivyo tu ndio akutese. God is working on to make you a vessel. More especially for those people that have been called to be vessels. Those people ambao Mungu amewachagua because of being a vessel. Wacha nikwambie, your life will be so hard. Afadhali tu utii kama mimi. Mimi nilitii. Si mnajua nilikuwa mang'aa. Mimi nilitii baada ya kufinywa. Mimi nilifinywa. Oh yeah, oda. Tiko kuona nilifinywa. Nakumbuka nilikuwa na umang'aa kubwa sana. Katika hiyo umang'aa yangu na sitaki kwenda kanisa, naendesha gari na sahau kuweka mafuta. Unaona hapa Uhuru Highway hapa Bunyara hapa hiyo area hiyo kuna jam. Gari inaishia mafuta hapo katikati ya jam. Hakuna mtu wa kukusaidia. Maone pip na unajirudisha kichwa huko ndani watu wasione ni nani kwa sababu kila mtu anakujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona askari
kuja na kuambia toka tusukume, hakuna mtu wa kukusaidia. Sasa wewe mwenyewe unatoka huko unaanza kusukuma gari. Wewe weka mafuta, wacha ujinga. Mtu mkubwa kama wewe huwezi kuweka gari mafuta, unatiwa aibu mpaka unasarenda. Wacha kukubali hii aibu ikuingie, maana watu wengi hapa nyinyi ni mang'aa tupu. Mmekuwa mang'aa kwa Mungu mpaka Mungu sasa amedecide kukuweka aibu. Niguo shoke kwa Ngai kawake jikogo nikiwatekiria nikinakika kuedirikania akwa nilikupatia ikasi ukakataa, na mimi sasa ndio nimekuachilia hapa unyoroswe, na ndio kwa maana umenyoroswa. People here, you are so highly anointed but you are not doing as what God instructed you to do. Be faithful to God. Be faithful to the people God has put in the authority over you. Be faithful to the authorities of God. God will lift you up. God has a way of blessing you. Every day you become good to God, He has a way of lifting you to the next level. Huyo bwana yako ni Mungu ameweka hapo. He is the head, you are the neck, and maybe you are the tail. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa mnyenyekevu kwa hiyo mzee, wacha kuona mdragad, wacha kuona kemolevi. Ati kemolevi yana ngoma ni higo ya kinya. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakemea mapepo uko yaka mushifa gake ka Viceroy kana ka KC aiweketi haha kana katika lile kanuthu ugakoya ugathio gaita si ngoma ndigo cienda guko. In the name of Jesus, you are just wasting your time. You don't throw away the pombe he is carrying. Akikuja amekaa huko chini kamiekelea pale na unaona amesahau, kamekaa siku 3 amesahau, unamkumbusha umuna kama mushifa gako kalio hale tuno koni arigeno yokirio mureu na niwe wakaruti yoge kaigirira haria ni ukoni hariganirwo ukamwira kalio haria keha. Yes, because anakujanga kama amejificha, kama ameificha. Sasa muonyeshe unajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Muonyeshe unajua na unamwekea vizuri, na usimuite goma. Bwana yako si goma. Bwana yako ni muthe, the father of your children. Ni muthe waku atumito ni rufaruru waku, ndukarwite ngoma. We wahikirio ni ngoma kana ru mutumia gutondo darugaga irio wega ru utonga na ngoma nayo ri ni ndikuya darutanie na ngoma no ngoma ikaraga na ngoma ndikaraga na mundu. Kama bibi yako ni ngoma, hata wewe ni ngoma. Kama bwana yako ni ngoma, hata wewe ni nini? Ni ngoma. Kama ni kui, hata wewe unajua kui na ukiaga na ubwa. Sasa kama wewe bwana yako ni ubwa, hata wewe ni ubwa. Tuweka submit kashobe akivyo mutole mweke kwa glasi, mwambie mesa na unamwambia inaika kwa tumaji twigi. Hii ni pombe kali, weka tumaji twigi isichome maini, na unamwekea nakula, kisha unamwambia na kanyama. Sasa ndio unamvuruta, unamtoa kwa baa, unamwambia ukatonywagira kudukule uko nywage nini de kurugagira kanyama nini de guthondekagira we kuja kana uka mahwa ine gerie thoko gagukira na ka Viceroy kauka nako musia utamtoa kwa kilabu kule kwa kina nani, kwa kina Wija, utamleta kwa nyumba. Sasa ukiwa kwa nyumba, sasa hii kapombe ukimupatia unasema Baba, ninatia damu ya Yesu Kristo hapa, akikunywa aanze kutapika mpaka wachane nayo. Umemsaidia atagoka kamoja ije kesho tena namwekea, si ulizungumzia tena namwekea nina ajali jo hianganira ne mareu. Unajua glory to God, you deal with the disease naturally, very pole mpaka unaing'oa. You got the power, your power. You got a tongue that is anointed. You got a tongue that says and things will happen. You don't condemn your man. Ukiita mzee wako shaitani na nekoma, he will become a mad, he will become a goma. Atakuwa uko na ulimi inajua kunena. You tame that problem. You tame. Nimeweza kuwatemu nyinyi wote. Okay. Goma dali murago akikuhingurira. Gotire. Don't lie to anybody. Ati shetani amenikalia sana. Ulifanyika kiti lini ndio ukaliwe? When did you become a seat? You open the door, and it is that door alipata njia ya kuingia, and you open the door to God, and that is why God is using you. So it's your choice. Hello, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu na kwako kwa ajili ya mema, lakini ufanyapo mabaya ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu amlipizae kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Unaelewa? Ni mtumishi wa Mungu
ambaye ni Mungu ambaye analipisha. Mimi sikuuliza maswali mingi, lakini wewe enda ongea zako, enda upage mipango yako. Mimi nakuachilia. Ile moto utakuja hapa kusema, oh, I can see angels. Si angels, ni mapepo anaona. And that is what destroys many people in the church. That is what has brought you down. That is what has made you to fail in the ministry. Because if you became to understand, hata kama huyo ambaye uko chini yake ni mtu ambaye ni mlegevu katika maisha, mupatie heshima yake, maana kwa wakati huu you are under him. Hata kama Dora mnasikiaga Dora ni mbaya, ni msharati, Dora anapenda skati sana, kaa chini. Wacha kuongea mingi. Na ukiona Dora ni mbaya, wewe toka ufanye nini? Enda mahali hakuna skati. Enda huko ukae huko mahali Holy Spirit yako. Mimi wachana na Dora wapi? Hapa. Kwa sababu Mungu ananitumia na hiyo hali ya unyoge. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahutagira hiyo duhu nigetha katia. Aconora iria ingi ugo ndege tuhu ndegero hiyo tuhu. Nikio ndi haha nigetha uconokage we mwega. Bwana asifiwe sana. And that is it. And that is how we can be able to succeed in whatever. Verse 5 please. And that's what will make us succeed in our endeavors. Kwa hiyo ni lazima kutii. Si kwa sababu ya ile ghadhabu tu, ila kwa sababu ya dhamiri. Dhamiri yako. You are what? Dhamiri ni nini? Ya consciousness. Kwa sababu ya wacha kufanya eti kwa sababu kuna ghadhabu. Atendeko ni undu wa mahera tekaine kuherithia. No, wacha ujinga. Dhamiri yako irakwira ati. Dhamiri yako irakwira ati. Kwira uguo reka ni wega. Tiga Ngai kana twagutire Ngai, twagutire araika, twagutire Jesu, twa niwe wi guku thi. Dhamiri yaku ri ni irakwira uguo reka ni wega. Hata mundu. Halo, inakwambia hivyo unafanya ni vizuri ama ni vibaya. Kama dhamiri haikuzungumzii, uliondoka kwa mikono ya Mungu kitambo. Kama whatever you do unaifanya bila kubabaika na dhamiri haikwambii na kaondoka uweka tikega, basi uliondoka na ulikufa kitambo. Maana dhamiri ndio mwanzo, alafu ghadhabu na babili. Usiogope ghadhabu, ogopa dhamiri. Dhamiri inakwambia namna gani? Where are you headed to? What are you doing? Is what you are doing right now? Is what you are doing important? Is what you are doing going to make you succeed? Is what you are doing going to make you conquer? Are you doing what will make God happy? Are you doing what will make the people around you happy? Are you being genuine to yourself? First of all, before you become genuine to anybody, be genuine to yourself. Don't compete ati watu hawa kuone wewe ni mtu wa maana sana. No, don't. Wewe mwenyewe jifanye mtu wa maana. Wewe mwenyewe hata ukitembea hivi una feel yes. Si unaona venye nimevaa smart? Yes. Nilidress, nikaangalia mirror, nikaikaa fanya hivi, yes, hi. Na nikasalimia huyo mtu, nikamwambia hi. Today I'm going to preach. Yeah? Usilete idea baya. Sitaki kuwa na idea baya. Wewe ukubali ni preach vizuri na nisaidie watu wa Mungu. Na nikamwambia I bless you. Na yeye akaniambia I bless you. Yeah, that is where you start your beginning, your blessings. Enda kwa mirror. Zungumzia that person you are seeing inside that mirror. Mwambie I bless you. You are a wonderful person. Na yeye anakuambia hivyo, you are a wonderful person. I bless you. Na yeye anakuambia I bless you. You are a king. Na yeye anakuambia you are a king. You take a blessing from there. You speak to your life. You speak the soul. You speak to your spirit. Kitu ya kwanza kwa wale kama sasa mnataka kukuwa na mabibi na wale mnataka kuwa na mabwana, wacha nikwambie kitu siri moja ambaye mjui. You life ama kitu yote, before you see anything in the physical, it manifested first in the spirit. Sasa unaenda kimudu. Sasa unatengeneza, before you come to me, you construct me in the spirit. Unatengeneza yule mwanaume unataka, ama ile biashara unataka, ama ile kazi unataka in the spirit. Unaiumba na unahakikisha imeumbika. Ukiona imeumbika, then now give an offering to seal hiyo kitu imeumbika. Bwana Yesu asifiwe sana. You give a sacrifice to seal it na unaishika.
hakuna anga yoyote itaweza kuiona, because it has been sealed. Now deposit it and wait for manifestation. Whatever started in the spirit will manifest. Hii shida unaona kama sasa umegojeka leo, haukugojeka leo, maybe uligojeka last year. In the spirit ulianguka leo ama uliondoka kanisa, haukuondoka kanisa that day watu waliona uliondoka 3 years ago. Sana. Ukiumba hiyo kitu, continue sustaining it, protecting it and covering it, it will come to pass. Ukitaka mwanaume dressed like me, don't come to me ati kwa sababu I'm dressed properly. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwagilia mafuta. Kisha kwa sababu ni mtoto wa kufichwa, ni mtoto kwa wale wazee wanakujaga hapa, tafuta mwanaume mmoja mudress. Umeona? Kama ni mwanaume wa hawa wazee wanakujaga, tafuta mmoja wao mudress, ama dress ya pastor. Mimi aiwa mimi naweza kureplicate nikusaidie kupata mtu. Dress me nicely the way you want that man, how you want it, how you want that person. Mudress, then once you are dressing him, capture in the spirit. Hivyo kitaumbika. Umba chochote ambacho unakitaka, umba, kitengeneze. Hizi vitu zote ambazo mnaziona hapa, uliza Karo atakwambia, tuliandika ile kitu ilikuwa inaitwaje? Strategic plan. Tuliandika way long time ago, ilikuwa 2018 mwisho ndio tuliandika. CBC ilikuwa imekuja? Haikuwa imekuja. Lakini ukiangalia strategic plan yetu niliandika CBC. CBC sikuwa najua ni nini niliandika. Mimi niliambiwa na Mungu niandike CBC. Ilikuja kukuja ama haijakuja? Katika hiyo tumeandika strategic plan yetu. Hizi vitu zote unaona tuliziandika, and we did have, tulikuwa tunakosa shilingi 2,000 ya social hall. Lakini kuna kitu tuliumba, tukaiandika na tukaiumba in the spiritual, tukaiweka. Now it is hanging. When the time for it to come, in a drop. So umba, if it is a business, iumbe kwanza. Don't go atendenda kwa hikura ndaigwa kuhikura biashara uko ni biashara reko gaida ya ranyo ni ai no ni ekonyonia gotire gaida ga kuonia. God will never show you what you need to have. It is you who will create what you want, then present it to God, seal it with a sacrifice and wait for manifestation. It will come to pass. So kama ni job unatafuta bwana waziri, hiyo job iude, tengeneza hiyo job. Inaweza kuwa tuseme CEOU, tuseme tuko na CEO. Sasa tengeneza, kama ni CEOU, tengeneza CEOU your own, the way you want it. Kama ni mwanamke, tengeneza mwanamke wako venye unataka, the kind of a woman you want, the kind of a man you want, the kind of a church you want. Mimi ndio naonanga sitakagi kiberebere tukibie, because ile church niliuba hapa ndio natakaga ikue. Sitaki watu wengi ati mko jaza ati mujae hapa, no. Nataka watu wajae in the system I created, in the system ambayo nilitengeneza, ambayo iko hapa. Nikiona mnakuja, nikiona mmekaa hapa, this is what niliweka in the spirit, capture. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how you become obedient to the word of God, because you follow what you created. You follow that which is in the spiritual realm. Whatever that is in the spiritual realm, it is meant to help you to grow, because you will not do your will, you will do what you perpetuated. Whatever that you created na ukaitengeneza na ukaisil, it will gonna come to come. Lakini mutikakedu terebe gwaha, mutikadu terebe gwaha. Najua na demofudithagia uhoro wa magongona, mugakora riu nini murarutira magongona hapa. Kumetolewa mapesa mingi sana hapa ya kunishika, lakini sasa mimi nakujaga na inua madhabahu yangu inaenda juu kidogo yako. Bwana asifiwe sana. Na muelewe jinsi ya kutoa dhabihu. Dhabihu, ushindi wa dhabihu, kama sasa ukiweza, unaweza enda kwa mganga utoe 100,000 na huyu akuje kwa Harrison Ng'ang'a atoe 10,000, anapigana na wewe, yako itaprevail, because your sacrifice is higher than his. Yes, ameenda kwa mtu wa Mungu, lakini nawe umeenda kwa shetani, yako itainuka, itaenda juu, because sacrifice is a principle of the kingdom. It is not about salvation of Jesus Christ. Sacrifice is a principle. Whatever is a principle, it goes according to principle. Kuna huyu mfalme ni Ahasuero, wana wa Israeli walitabiriwa wa mutapiga wa Filisti,
na wakaenda. Nilikuwa tabiri, ni Elijah alitabiri mtawanyorosa, na unajua Elijah was accurate 100%. Walienda wakapigana na Wafilisti, wakakokana, wakapiga Wafilisti mpaka saa 11 jioni. Wafilisti walikuwa wamekaliswa chini. Huyu mudhamaki akarealize, nikiinua dhabihu watu nitapiga. Alishika his first son, akagongesha ukuta, akamuua, akamtoa sacrifice. What happened? Wafilisti walinyorosa Waisraeli, wale ambao walitabiriwa na neno la kutoka kwa Mungu. Yeye alitumia kafara ya mtoto wake kama sacrifice, akapiga Waisraeli. Wakristo tunapigwa kwa sababu ya kutokuelewa jinsi ya kuinua madhabahu, jinsi ya kukonka madhabahu ile ingine. Madhabahu inagongwa na sacrifice because kule kwingine walitoa sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. And it's God only who can be able to reveal to you, mkule kwa waganga wametoa gapi, ndio na wewe unainua yako. Jipreshe kuwa mtu wa kutoa sacrifice every single time. Every time be a sacrificer. Every time, every day. Toa tu hata kama unatoka, because you don't know what you've covered. You don't know what you have defeated. You don't know what battle you have done. You have done a very special battle, hauielewi, lakini it was there. And it was meant to kill you. It was meant to destroy you, but you have done it. Just be a hearer of the word of God. If you open your ears to hear the word of God, to hear the Spirit of God, and you have a heart that listens to God, then you will never go wrong in whatever you give. You will never go wrong in whatever you do. Every time you will be succeeding. Kwa sababu hiyo mwalipa kodi, kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu. Wakidumu katika kazi hiyo, wapeni wote haki zao. Umesikia? Wapeni wote. Hii mnanipatia haki yangu. Kama nikachakula nikiwaomba hapa, msiongojage niwaobage, mnaniletea. Ukikaa kidogo ukisikia uko na 500 niletee, kwa sababu ni haki. Ni haki yangu kukula kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapeni wote haki zao. Mtu wa kodi, mtu wa ushuru mpatie ushuru, astahilie hofu mpe hofu, astahilie heshima mpatie heshima. Ndio unaonanga ukikuja kwangu na kilio na kuambia go die. Ego. Get out of my office. Can't come to my office and cry. I will slap you. Nimekupatia jibu, nasema astahilie hofu mpatie hofu. It's biblical. Astahilie heshima mpatie heshima. Ukikuja kwangu na heshima utapokea heshima. Ukikuja na hofu na kugoga na hofu, tit for tat is a fair game. Bwana Yesu asifiwe sana. Na simubarikiwe sana. Haleluya. Tusimame kwa miguu yetu. Natumai Mungu amewabusia vizuri. Wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele. Kanisa la Crusaders for Christ chini ya Apostle Ndura wa Ruinge iliyopo jijini Nairobi wanakukaribisha kwenye ibada mbalimbali. Siku ya Jumatatu ni siku ya maombi hapa kanisani kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumanne imetengwa kwa ajili ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Jumatano ni siku ya ibada ya ukombozi kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 9 mchana. Siku ya Alhamisi ni siku ya kuonana na Apostle moja kwa moja kuanzia mida ya saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni, na siku ya Ijumaa ni siku ya maombezi hapa kanisani kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Siku ya Jumamosi kikundi cha ibada na sifa wanakutana kwa ajili ya maombi na maandalizi ya ibada za Jumapili. Siku ya Jumapili ibada ya kwanza inaanza saa 1 asubuhi hadi saa 2 kamili asubuhi, na ibada ya pili inaanza saa 2 kamili hadi saa 4 asubuhi, na ibada ya tatu inaanza saa 4 asubuhi hadi saa 7:30 mchana. Kisha ibada ya ukombozi inaanza saa 9 mchana hadi saa 11 jioni. Vile vile unaweza fuatilia ibada zetu kupitia YouTube channel Bethel Clouds TV, vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook The Synagogue. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari ifuatayo 0722239555 au kwa lugha ya Kiingereza 0722
0722239555. Kumbuka tunapatikana jijini Nairobi, Covey Plaza, meza 9 floor, mkabala na kituo cha mabasi cha Easy Coach, Haile Selassie Avenue. Mungu akubariki unapojiandaa kuabudu nasi. Baba, tembeza tafiweza, uinuliwe.